So ladies and gentlemen, how are you doing? Karibu sana katika Sit Down with Nick, and my name is Nick. Today I'm privileged to have a senior prisons officer, and I want us to look at prisons from a prisons officer perspective, not a prisoner's perspective, as many people has alleged to be ex-prisoners. Mambo mengi sana yamesemwa kuhusu prison na yakasemwa kuhusu vile watu sijui wameteseka kule jela, sijui ikawaje, sijui watu wanaoana jela. But now I'm privileged to have a veteran from prisons service, correctional service, who has served for more than 35 years, almost my age actually. Okay. And he has served for more than that 5 years and in more than 5 prison stations. Let me see. 4 prisons. 4 prisons. Yes. And today we are going to discuss several matters so that we all and the public can understand what goes in prisons. And we are going to look at beyond the gate, inside the prison gate, and what goes on in the prison compound up to the time the prisoner or inmate is released from the prison to reintegrate back to the society. Okay. Karibu sana Mr. Irongo. Thank you very much. Sir? I'm doing very well. Good afternoon, Mr. Mureithi, yes, and those who are watching us. My name is, as you have heard, Superintendent Robert Irongo David. As you have heard, I'm a veteran because I've worked for prison, in prison service for more than 35 years. More than that, 5 years. I was enlisted in the service in the year 1989. So till now, since then, have worked for prison. Nimeona mengi sababu ukicalculate hiyo miaka ni miaka 30 karibu na 6. Na bado naendelea. Sababu wakati tukiandikwa ilikuwa tunaretire na miaka 55. That 5 years. Wakati tukiandikwa, wakati wetu tukiajiriwa, ilikuwa ni mtu akienda retire, anaenda na miaka 55. Oh, 55. Kwa sasa hivi, tangu wakati wa rais marehemu President Kibaki, kukawa na policies za serikali ambazo zilikuwa changed. Ikawa miaka ya kuretire kwa public service ikawa ni 60 years. So saa hii nikiongea na wewe ama na nyinyi nimebakisha karibu miaka 4 ndio nifikisha 60. Na tayari niko na 36 years in service. That means uliandikwa kuwa mdogo sana. Nakumbuka nikiandikwa nilitoka immediately after kumaliza masomo yangu ya sekondari. Wakati ilikuwa ni mwaka 1987. 87 nilikuwa na miaka tuseme 19. Nikaajiriwa mwaka wa 89 nikiwa na umri wa miaka 21. 21 years. So that means for the time you've served in the prison service. Yes. Hebu kwanza tuambie, what does the prison work entail? Inahusu nini hiyo prison work? Ni nini huwa mnafanya so that watu waache kusema kwamba watu wa prison officers are so heartless. Okay. Hawana huruma na watoto wa watu, ni wanyama sana. So hiyo kazi ina entail. So hebu tueleze, what does prison work entail? Reason being, yes, kuna watu wanasema kwamba kuna vitu zinaendelea kule jela. Jela inasemekana kwamba kuna watu wanasema sijui wanafanya kazi gani, sijui ukulima, wanafanya kazi ya ufundi, hawalipi chochote. So hebu tuambie katika hii process ya rehabilitation, yes, kurekebisha, yes, prison ina entail nini haswa? Bwana Mureithi, mtu wakati amefungwa jela, kuna mambo mengi inaendelea. Nianze wakati mfungwa ameingia jela ama ni session nyingine. Yes. Sasa uko jela ndani
kuna masomo mengi ambapo tunafunza wafungwa ikiwa ni njia moja ya kuwarekebisha. Kuna mambo mingi, kuna mambo kama ufundi, ufundi wa mbao, useremala ndio huo, ufundi wa mawe, ufundi wa cherehani. Ukienda jela kubwa zingine kama Kamiti, Naivasha, Shimo ambazo ni jela kubwa, kuna mechanics. Na saa hii teknolojia imekuja, tunafunza karibu wafungwa wote teknolojia ya IT, information technology. Is it a must kwamba mfungwa ni mpaka afundishwe hiyo course, ama mwenye ako willing na yule hayuko willing? Kama siko willing, mbona mimi nifundishwe, ama ni lazima? Sio lazima, lakini wakati mtu amefungwa jela, kuna wafungwa tofauti ambao wako na masomo tofauti. Kuna kitu tunaita programming. Programming hiyo ni sehemu moja ya jela, kuangalia mfungwa huyu amefungwa jela akiwa na kipawa kipi. Akiwa ni seremala, akiwa ni mechanics, anaweza kuwa mechanic asome kitu kingine kama useremala. Kama ana kitu chochote amesoma. Na pia tunaangalia masomo yake na uwezo wake, sababu huwezi kuwa hujasoma uende kujifunza kitu kama IT unasema. So baka uwe na masomo. Kuna wale tunafunga wakiwa na maprofesa, sababu jela ni ya kila mtu. Mtu kama ni profesa amefungwa, kuna vile tunamweka sehemu nyingine afunze wengine, kama awe mwalimu huko pia, akisaidiana na walimu wetu wa maofisa, sababu pia tuko na maofisa walimu. Sijui kama na kujibu vile inatakikana. Unanijibu, lakini sasa kwa mfano kuna interview niliona mahali. Yes. Kuhusu jamaa anasema alikuwa ni daktari. Okay. Na huyu daktari alikuwa anasema alifungwa several years ago. Yes. Very many years ago actually. Nadhani huyo jamaa kwa Kamiti. Sijui sahi kama ni ex ama bado ni prisoner. Okay. So yule mfungwa huwa mnatumia kriteria gani kumwassess mpaka muone huyu ni daktari kweli? Si kuna madaktari quacks. So anaweza kuwa ni daktari quack na kile kimemtoa kule, baadhi ya zile vitu zimemtoa raia ni kwa quack. Okay. Alafu sasa anakuja mnampatia jukumu la kutibu wengine. Okay. So how will you assess? Yes. Okay. How will you assess to say that he can really be able to do that? Bwana Muridi, I think before after a person is admitted as a prisoner into a prison, we have something we call screening, to screen. Okay. Ni kuangalia mtu ako na kipawa kipi. Okay. Screening ambayo iko na mambo mingi, na ako pengine amekuwa pengine kama ni mgonjwa either TB, alikuwa huko nje ako anakunywa madawa ya TB. Okay. Ako na pengine na during that screening it's when we know the capability of a prisoner. Like the one you are talking about, he is a doctor. Okay. That he is a doctor. So kuna hiyo screening. Okay. Maswali hiyo screening is about kuuliza maswali, ulizaliwa wapi, kwani ulisoma mpaka wapi, hivyo. Na wakati mwingi wafungwa wenye wamekuja jela wanasemanga ukweli. So hapo ndio tunajuanga mtu ako na kipawa kipi na tunaweza mweka wapi, ndivyo asaidike pia na asaidie wengine kama ako na kipawa, kama ni daktari. Okay. Yes. So ebu tueleze process ya from the court. Judge amesema Mr. XY, yes, ndio uwe mfano kwako wewe na mfano kwa wenye kama yako. Yes. Hii koti imeonelea ikufunge miaka 25. Okay. So amechukuliwa pale na either prison officers ama police. Yes. Amekuja sasa imesemekana amefungwa 25 years. Yes. Sasa tuelezee hiyo process from kukuwa admitted sasa into prison. Okay. As a prisoner. As a not prisoner. as a remand. Okay.
Utueleze hiyo process, kuwe admitted, aende mpaka akuje kumaliza those 25 years. Okay. What really happens, because hapo sasa ndio kuna kizungumkuti. Yes. So Bwana Muriithi, wakati mfungwa ama tuseme mtu amefungwa kutumikia kifungo jela, yes. Kuna karatasi tunaita warrant. Warrant ni ile yani ile what can I put it, that let me say a kind of identity, yeah, from the court. From the court. Yeah, lawfully, yani so that it gives prison authority to admit that person as a prisoner. Yes. So that we call it a committal warrant. If someone has been already judged and told to serve a certain period of time. Yes. So that is a convicted prisoner. Yes. So there is a process. After maybe leaving the court, yes, with that document, okay, you cannot admit a person into prison without a warrant. Oh, okay. Yes. So it's a oath document. So hakuna vile mtu anaweza kuja aseme ama polisi wakuje na mtu bila warrant wawaambie kwamba tumweke huyu mtu amefungwa na cheti cha kuonyesha kwamba huyu mtu amefungwa ni warrant. Ndio kinaitwa warrant, kinaitangwa warrant, cheti, lawful document from the court. From the court, yes. Yes. Ambaye inakuanga addressed to the officer in charge ama commanding officer wa ile jela. Okay. Kumuadmit yule mfungwa. So you cannot do it without that warrant. So after being admitted, because you have that warrant, there are so many processes of admitting the person into a register as a convicted prisoner. Okay. You are given a number, a prisoner's number. Okay. Yes, after you have also properties, maybe you have come with your properties, they are registered. We do also search, because a prison is a secure place. It must be searched before you enter the compound. So after being admitted, being registered, your variables or whatever, or cars that you had umekuja nazo zinachukuliwa, zinakuwa registered. Unafanya search, usiwe na weapon, you know a prison is a secure place. Okay. Alafu after being admitted, tuseme kuna hiyo screening. Yes. Screening nayo ni ya kujua huu mfungwa hata amefungwa miaka 25, ako na kipawa kipi, anaweza kuwa na ugonjwa, alikuwa anatumia dawa gapi, kama alikuwa na TB ako na hizo dawa, kama ni mtu wa tuseme ARVs anatumia hizo, ako na namna gani anazitumia. So screening entails many things, na inasaidia sana sababu unajua mfungwa ako na afya yake iko namna gani, ako na kipawa kipi, so many things. Hebu nikurudishe nyuma hapo. Yes. Kwa search. Search huwa mnaifanya namna gani? Kwa sababu kuna zile vitu ambazo zinaitwa contraband. Yes. Na hata tumekuwa tukiona kwa social media ama kwa magazeti kwamba saa zingine simu imepatikana na bado search ilikuwa imefanywa. Yes. Madawa zinapatikana. Okay. Bado na ndani ya jela na vitu zingine mbaya. Okay. Kwa kama mnafanya search ama search huwa inafanya namna gani? So that sasa saa zingine kukue na laxity ama kuregea ama sijui kama ni ile search ambayo inafanywa si hiyo at that particular time, ndio zile vitu ziweze kufanya ziweze kuingia ndani. Hebu tueleze hizo search, sometimes how do they do it? So kuna searches aina mingi. Kuna zile tunaziita lab ya kuguza. Okay. Lakini wakati wowote mfungwa mgeni kutoka kotini, kutoka hospitali, kutoka tuseme huko raia,
kuna search ambayo mpaka afanyiwe, tunaita strip search. Kuna search ya hiyo nimesema ya kuguza, lakini hii it's a must. Mfungwa on admission ni vizuri afanyiwe strip, inaitwa strip down search. Okay. Umuhimu wake ni kujua huyu mfungwa. Unajua tunaweza funga mfungwa ambaye ni female prisoner into a male, you know. That is, hiyo ni alafu pia kuna vile watu wamekuwa wahalifu sana na maidi zao zimekuwa mbaya sana kwa hiyo wacha tusicheke. Kuna watu tuseme dunia imeharibika, sababu ndio vitu utasikia wakati mwingine mtu amefanyiwa search na vitu zimeingia wapi? Jela. Watu wamekuwa na mambo mengi. Kuna vile vitu vinaweza fichwa hata ndani mwa mwili. Ni sawa. So sana strip search hufanywa kukiwa pia na medical officer. Ni kweli. Na sana siku hizi niseme ukweli, kitambo miaka ya zamani vitu zilikuwa zinaingia jela sana. Lakini kwa hivi sasa tumekuwa na technology ya vitu kama scanners. Scanners. Zile za metal scanners. Yes. Kuna hizi kukienda jela kubwa zinaita nini? Zinaita kama airport. Hizi machine siku hizi ni vigumu sana kupata kitu imepita wapi? Kwa gate ya jela. Imeingia ndani. So technology pia imetusaidia na kuimprove mambo na search. Yes. So hapo kwa search. Yes. So sababu ingine ambayo inafanya si contrabands ama anything metallic ama silaha ambayo mnazuia. Pia mnaangalia kama mtu kweli ni mwanaume ama ni mwanamke. Yes. So in a scenario where kwa mfano umeletwa mfungwa na kwa details zake anaitwa kwa mfano Frederick Kamau. Good. Lakini wakati unafanya search unakuja kurealize kwamba lakini huyu anakaa kama Njeri. Utafanyaje? Na umewahi kutana na kitu kama hiyo ama umewahi kisikia katika jela? Acha niseme sijawahi kutana na kitu kama hicho, lakini huanga. Unajua kuna watu sijui wanaitangwa with both sexes organs. Lakini wakati tunakutana na mtu kama yule na udhibitishe kweli jinsia yake ni tofauti na ile ulikuwa unatarajia, tunamweka sehemu special. So haweko pamoja na wengine. Hawezi kuwekwa pamoja na wengine. What would happen if akija kuchanganywa na wengine bila hawa kujua? What would happen in our prison facility? I don't think it has ever happened, but you can imagine what the situation would be. There is, for example, about having two sexual organs. Something, the prisoner will undergo mambo mingi, torture. Si unaona? Torture. Wakati wakienda kuoga sababu wanaogea pahali pamoja. So it's a torture. It's another punishment. So I don't think it is wise I've never witnessed something like that. And I don't think it will ever happen. Supposedly it does happen or immediately before on admission, and after being searched or strip searched and found that the conflict is of that different whatever we call it, gender. We put her or him into a separate cell until he can also be transferred if she is a female to a female prison. So, okay. Bwana Muridi, swali ni ngumu, lakini
let us hope it does not happen. All right. Yes, let us hope it does so, not happen. Search has been done. Yes. Na mfungwa amepatiana, okay, mmepatiwa warrant. Yeah. Yeye huwa amekuja amejibebea warrant yake ama ni security wanabeba warrant ndio walete? Hakuna wakati mfungwa atajibebea warrant. Warrant inabebangwa na officer. Okay. Because si unasikia ni legal document from court. So in case that warrant ipotee, sijui itakuwa ni kesi ingine kubwa sana. Okay. Sababu obviously nilisema mwanzoni, you cannot admit a prisoner hata kama amefungwa miaka 100 without a warrant into a prison. Okay. Baka awe na hicho cheti ambacho kinaitwa warrant. Kwa mfungwa kwa Kizungu kinaitangwa committal warrant, na kwa remand ndio tunaitanga remand warrant. Yes. Kwa sababu hajafungwa, hajakuwa convicted, anagojea akiwa jela mambo yake ya kotini, kesi ikiendelea akiwa jela. Yes. So kufika hapo ni kwamba amefanyiwa search. Yes. Na ameonekana hapo sawa sawa kuingia. So ameingia, kwa mfano ameingia jioni. So what is going to happen? Because anaweza kuwa ameshinda kotini, akashinda kotini na amekuja jioni na amekuwa convicted. Okay. Na amefungwa. Okay. So ameingia jela. So all that process up to the service of ASAF for 25 years. Yes. What happens? Tuseme mfungwa amefika jioni. Yes. Na wakati unaona muda, yani tunasema muda, unajua jela ni 24 hours. Okay. So hata kama amefika jioni, mpaka afanyiwe search, awe admitted kwa vitabu. Yeah. Ni kweli, afanyiwe search, aingizwe jela na awe oriented, apewe kitu inaitwa orientation. Kuna orientation. Jela iko na hivi na hivi na hivi, kuna ward 1 2 hivi kama hivi mpaka 5. Yes. Na sababu kifungo yako ni ya miaka 25, wenye miaka mingi wanakaanga mahali kando. Kuna pahali wa miaka mingi wanakaa kulingana na kifungo chako. Okay. Yes. So I think after being oriented into prison, yani the way people are, the way inmates or prisoners wanakaa vipi jela. Kuna pia sheria za jela pia. Unaambiwa usifanye, kuna sheria usifanye hivi na usifanye hivi. Ni nani anaambia mfungwa? Ni mfungwa mwenzake ama ni askari ama ni mwenye anamuorient into prison? Kuna mtu tunaitaga documentation officer, askari. Huyo ndio anastahili kuorient mfungwa mgeni kwa jela, mambo na jela. Pia na sheria ambazo tunazitumia huko jela. Unaona? So hebu nikuulize kuhusu sheria zile mnatumia pale jela. Ni sheria kama gani ambayo huwa inafanya mfungwa anarekebika? I mean, inamchange from ile tabia, because mfungwa ndiye akuje ameshinda wazazi, akashinda sub chief, chief police. Okay. Mpaka sasa akaletwa jela. So ni sheria gani ambayo huwa anakuwa oriented into so that abadilishe, impatie shift ya akili kutoka kwa ile criminal mind yake into sasa ajue this is a different environment where I should now start a process ya kujibadilisha? Bwana Mureithi, sheria ni mingi. Sababu pia sisi officers tunakuwa guided na sheria ambazo ni Cap 90. Okay. Laws of Kenya. Kwa hizo Cap 90 kuna sheria ambazo zinatu guide kudiri na wafu. In case mfungwa aende afanye kosa lili ama lile, kuna hatua gani tunaweza chukulia. So kama mfungwa tuseme ameambiwa nimefika saa 3 za usiku alale na alale ni makelele, kuna sheria pia tuna uwezo wa kumpunish ndio asirudile lile kosa, na
kumpanish kwake mpaka tuende na sheria kumstaki. Yes. Tunaweza mstaki na sheria zinaitwa what? Kuna PF25 karatasi hii ya charge sheet. So, na standing orders. Yes. Ambazo zinatupa nguvu sisi kama prison officers. Okay. In case mfungwa amekuja na bado ako na atakuja kuterrorize wengine jela, tuko na sheria. Tunaweza mchukulia hatua pia tumustaki. Na pia hata tunamuongeza masiku. Tuko na uwezo wa kuongeza mtu masiku. Okay. Hata kama alikuwa ameongezwa na nani? Na judge. Okay. Na pia tuko na uwezo pia wa kumweka kwa cell. Ile kitu hatufanyi siku hizi sababu ya mambo na human rights ni kuchapa mtu. Okay. Hiyo hatufanyangi. So hata mtu akue na tabia ambazo ni mbaya kiasi gani? Yes. Unajua kwa mfano kuna yule mtu anakuja anataka kupiga wengine, anataka kutusi askari. Yes. Because mtu ambaye amefungwa kwa mfano for so many years, 25 years. Yes. I think anaweza fikiria that is the end of his life. He has nothing to lose, so he can do anything. Bwana Murithi, we are guided by those standing orders. Okay. Na wakati tumezifuata ati mfungwa ambaye amekuja na ni violent, tuseme tuko na uwezo wa kumweka in a separate cell ambapo pengine akiweko kwa tuseme kwa siku kadhaa atakuwa isolated, na hiyo kuwa isolated pia ni adabu, ni kama kumpa adabu. Na anakuwa na hiyo ni njia moja kurekebisha mtu violent kwa jela. Yes, so we have those, what do we call them, tuseme hizo sheria ambazo tumepewa na nguvu na Kapnaite. Kapnaite sijui ni ile constitution ya Kenya. Do you treat all the prisoners the same? Because kuna mfungwa ambaye atakuja na petty crime, na kuna mwingine atakuja na kwa mfano murder, kuna mwingine atakuja na robbery, kuna mwingine atakuja na wizi wa reja kuja nyumba ya mtu. Okay. So wakati orientation inafanywa, is it done equally or the same to all the prisoners, or kuna wale wanatengwa, kuna wale mfungwa wote wakati ameingia jela ni mfungwa. Kuna kitu nitasema, kuna kitu inaitwa classification ya wafungwa. Classification inakuja mfungwa alifanya kosa gani na alifungwa miaka ngapi. Okay. Tuseme there are those petty offenders ambao walifanya kosa, tuseme wizi wa touting, hiyo ni kosa dogo. Kuna petty crime, kuna hii mambo na mtu ako na gari ajalipia license, unajua those are petty crimes. Yes. Lakini dealing with a murder case, that is we can put it as a major crime ama kosa kubwa. Yes, yes. So mfungwa wa kosa kubwa na huyu hawezi wekwa pamoja. Oh, okay. Yes, hawezi wekwa pamoja. So wenye kifungo kubwa tunaweka tofauti na wale wenye kifungo kidogo. Sababu wenye kifungo kubwa ndio wasitangamane. Alafu huyu mwenye kifungo kubwa, huyu wa mada ama wa robbery, awe na influence kwa huyu wa petty crime. Unaona? So tunawaweka separate. Wakati mwingine tunaweka kwa separate wards hizi manyumba. Unakuta hii nyumba ni ya wale wamefungwa mwaka moja. Hao nao ni wa miezi. Kuna wale wamefungwa miaka 10 na kuendelea. Alafu jela ni tofauti pia. Kuna jela dogo, kuna medium na jela kubwa. Tuseme kama Kamiti tunaita maximum prison. Kuna kama hii ya Murang'a prison ni medium prison. Okay. Ni between kubwa na kuna zile tunaita jela dogo tuseme. Yes. So ni aina 3 za jela. Sana jela hizi kubwa ndio ubeba nini? Wafungwa wenye wamefanya murder cases, robbery with violences, wenye wamefungwa life sentence, na wale wamekuwa condemned. Sababu hata saa hii mtu anahukumiwa kifo. Yes. So kuna hizi jela kubwa, hao ni wa jela kubwa. Jela kama hii ya Murang'a Main ni jela ambayo ina wafungwa tuseme
from 1 year to 10 years. Alafu kuna hizi jela dogo kama Maranjau, short sentences. Okay. Na unakuta our short sentences prisoners ambao wamefungwa jela dogo ndio wanafanyanga farming sana sana. Sijui kama ushaenda Maranjau. Unakuta hao sababu ni watu wamefanya makosa dogo dogo, hawana influence ya so kazi yao sana sana ni kulima. Wanalima karibu, tuseme mtu amefunga miezi 6 analima jera, anapanda, anafunzwa inaitwa ukulima kiasi, ndio akitoka analima anaja kama. Na pia kwa serikali inafaidika sababu tuseme amepanda maharage, amepanda matunda, yakikuwa si tunauzia serikali na unapata revenue inakuwa. Wenye jera kubwa kazi yao sana sana tukienda Kamiti sababu wamefungwa kifungo mrefu, wanafanya makosa kubwa. Unakuta mtu anajifunza mechanic ambayo inachukua muda mrefu ndio kuielewa. Mambo kama na ufundi wote wa bao wa masonry. Anafanya mpaka anakuwa mtu qualified kabisa. Wakati akitoka ndio unakuta saa hii sijui hizi nisitaki kusema ati unakuta hii bahari tunauzwa vitanda, sofa set. Ukienda sana utakuta mwenye anafanya hiyo kazi, sitaki kusema ati ni si wote. Wengi wenye hiyo ujuzi sana wameutoa wapi? Ni ma-ex kumbe. Ni ma-ex. Lakini don't quote me ati nimesema no. I got it. I can also say that ukienda parliament saa wanakalia viti ambazo viti wenye waheshimiwa wetu wa bunge wa senator wanakalia. Okay. I think zilitengenezwa Kamiti. So prison produce the best quality. The best quality. I agree. Yes. But your products are very expensive. No, they are not expensive. Like now, let me say. Saa hii kitu ya mbao, kupata mbao Kenya watu wameharibu miti kabisa. Okay. So kupata mbao mpaka to import. Sana sana kama hardwood. Murang'a saa hii hakuna hardwood na tuko na workshop ambayo tunatengeneza vitu mpaka tuna import from other counties. So sana sana bei inakuwa juu, hata sio counties, other countries. Yes. So to make tuseme kitanda ama kiti kama kile unaona kwa bunge, kimetumia mbao ambaye ni ya bei kali. So ndio unakuta na ujuzi pia wenye umetumika pale ni ujuzi wa hali ya juu. So unakuta kitu ambaye imetengenezwa jera, yes, inauzwa bei kali, lakini ni kitu yani let me say it is something that it's worth and it is durable. Yeah. So sisemi ati ni very expensive, no. Ni vile materials are very expensive. And when now the service now sells the products that have been that has originated or made from prisoners' experience. Yes. Do the prisoners benefit? Yes, they do benefit because are they paid when, or for example, yule mtu ambaye amefungwa like huwa analipwa ama malipo yake ni vipi? Let me say wanalipwa, lakini uzuri ubaya, lakini ile sheria ilikuanga mwanzo ni kama bado inadu mambo na jera. Okay. Mambo mengi Kapnaite kuna mambo haikubadilisha sana. Okay. So unaona ile kulipo kwao ni pesa duni. Unakuta after maybe doing all that work, hata kama analipwa kitu kidogo sana. Inaitwa kuna kitu tunaitaga earning scheme. Hiyo earning scheme ya prisoners. Okay. Wakati ukitengeneza sheria ni kama haikubadilishwa. Okay. Yes. Utakuta ndio mfungwa anatengeneza kitu ingawa analipwa analipwa kitu duni. Okay. Yes. Hiyo ni mambo na earning scheme. Okay. Yes. Umeona ni sipo.
So mfungwa amekuwa oriented, yes. Na kama ni wa long sentence, okay. Ametengwa, amewekwa mahali pake. Huyu mwingine wa short sentence amewekwa mahali kando. Yes. So from there kuna kitu nilitaja, kuna programming. Yes. That is ni jinsi ya kujua huyu mtu amefungwa miaka 25. Yes. Kitambo hiyo miaka yote ishe, ni nini atatoka, ni nini tunaweza mpea ama kumfunza akitoka aweze kujisaidia. Okay. Yes. So kuna kitu hiyo tunaita programming. Alafu mwenye hii kifungo kidogo, acha nirudi hapo kwa mwenye kifungo kirefu. Yes. Tuseme mtu amefungwa akiwa young, tuseme 18 years ama 20 years. Amefungwa tuseme 20 years. Yes. Na hajasoma. Siku hizi tuko na shule ambao watu wanafunzwa na mtu anafanya mtihani, hata tuseme isipokuwa juzi mambo imebadilika, ni CBS. Kitambo mtu anafanya mtihani mpaka standard 8, akipita anapata certificate, akipita sana anaweza soma mpaka form 4. We have cases of those prisoners who started schooling in prison, did their primary examination and passed, joined secondary schools and went to university. Yes. University ni just inside the prison. Wakati mtu tuseme amesoma, ameenda secondary, kuna mambo siku hizi na IT, we are doing things virtually. Online, yeah. So you can learn a degree online while you are or in prison. So ako at will kuchagua ni course gani anafanya, ama ni prison ndio ina define ni hii ndio utafanya, na ni nani analipa hiyo school fees? Kwa sababu sidhani kama kuna prison university inaweza sema prison na yule ambaye atakuwa amepita tutampatia scholarship or something. Do you choose a course for a prisoner who did well? No. Siku hizi wao ndio wanajichagulia. Alafu mambo imebadilika. Nilisema tangu tuseme 2023-2024. Okay. Wakati kulikuwa na minister anaitwa Moody Awori, alileta mabadiliko mengi sana jela. Akaleta mambo inaitwa open door policy. Okay. Akakubalia watu raia wawe na uwezo wa kutembelea jela sana. Zamani hakukuwa mambo kama hayale. So kukawa sasa siku hizi kuna well wishers ambao wanakuja kusaidia, wanasaidia yes. Jela na mambo mengi. Mambo na tuseme kuletea wafungwa masabuni, kuletea wafungwa tissues, yes. Kama ni remarks pia kuwasaidia na manguo ya raia, sababu unaona vile wana remarks. Kuna pia wale vile kama nikijibu lile swali la university, yes. Kuna wale pia wakisikia mfungwa fulani alipita na ako jela, wako na wanasaidia. So wanakuja wanamsponsor. Okay. Yeah. So kwa huyu mfungwa ambaye amefungwa life. Yes. Amefanya form 4 na akapita vizuri. Yes. Akakuwa sponsored. Yeah. Na well wishers. Yes. Na amefungwa life. Yeah. So ile kosa ataitumia kufanya nini? Ama tuseme amemaliza ile university na bado ako jela. I mean, wacha tuseme pia wakati umefungwa maisha ama death sentence, we always say there is a light at the end of the tunnel. Wakati mwingi siku hizi mtu anaweza fungwa life, okay, na afanye appeal na kifungo ipote. Pia kuna mambo inaitwa amnesty. Yes. Kitambo ilikuwa inaitwa presidential amnesty, lakini siku hizi kuna committee ambayo inakaa inajadili
kuhusu vifungo kama hizi ndefu za wafungwa. Hii committee iko within the prison ama ni national? It is national committee. Imechukua watu kutoka kotini, court. Imechukua from different departments, I see. Yes. So there is a committee which is, what do we call it? I'm forgetting why. Kuna hiyo committee ambaye inachukua maoni ya wafungwa wenye wamefungwa life, na wakikaa pengine wanapelekea president na wanawachiliwa. So sana sana wengi ambao wamefungwa life na pengine wameserve, tuseme mtu amelifungwa life amekaa jela kama 20 years, utakuta hiyo committee ina recommend pia huyu mtu aende nyumba depending on na vile amekaa, amekuwa rehabilitated, amekuwa transformed. So does it mean huwa wanarifaa wapi ndio waweze kuona mtu fulani ambaye amefungwa live na kwa mfano Naivasha amechange? Kwani kuna kwanga na report fulani ama huwa wanakuja assessment jela ama kwani what happens? Because hawawezi kaa kule na wakasema tu mtu fulani ambaye ako hapa amekuwa fully rehabilitated. So within jela pia tuko na vitengo mbalimbali ambazo tunatumia kuassess prisoners. Yes. Tuko na mambo na security, tuko na mambo na teachers ambao wanafunza watu, tuko na spiritual welfares. Watu kama wale wanaletanga report kwa the office of the officer in charge, na wanasema yule mtu ako sawa. So the assessment is usually done by the prison. Oh, prison as an entity. As an entity, yes. Oh, okay. Yes, okay. Yes. So let's continue. Kuna shule hapo, kuna programs tofauti na amejiunga na program fulani. Na remember he's serving a sentence of 25 years. Yes. So amejiunga na program and then program ajifunze kitu. Tuseme mtu amefungwa 25 years. Programming ni kama screening again, sababu kwa hiyo programming ndio tunajua mfungwa amefungwa lakini ni mtu amesoma, ako na kiwango ipi ya education. Tunaweza mpa kozi gani ndio afaidike bali na kifungo chake, akitoka ndio aweze nini. So about programming ni kujua mfungwa amefungwa 25 years, amesoma mpaka wapi, ni nini tunaweza mfunza ndio akitoka hata kama after those 25 years atafaidika. Yes. I think that is about program. So after kujoin your program na ameingia jela, so what happens kwa mfano amejiunga na let's say carpentry ama nini, carpentry let's say, so amekuja akiwa green, akiwa green kabisa, analima huko, alafu tuseme ni crime inakomitiwa na watu tuseme 2022. So kuna kitu kuna within prison entity. Yes. We do have a board, we call it reception board. Your reception board ni a board formed by, it's chaired by the officer in charge. Okay. Na watu wa kanisa, watu wa different farm. Okay. Watu wa industry wanaketi. Yes. So wanafanya kumhoji. Okay. Ndio wanajua mtu, kuna mtu wa industry, kuna mtu wa nini, kuna mtu wa technical yani. Yes. So ndio wanachagua mtu atajifunza course gani. So, do you know, so there is that board, okay, reception board, that recommends a certain prisoner with such a knowledge or ambaye amefungwa miaka mingi atajifunza nini ndio akitoka ajisaidie. Tuseme ameenda kujoin mambo na carpentry na ako very green. Okay. Atafunzwa na akifunzwa ikifika wakati fulani anafanyanga mtihani. Okay. So there are also grade tests that are done in prison.
So mfungwa anaweza fungwa akiwa very green na atoke akiwa na grade ile ya juu kabisa, tuseme ya carpentry. Ni grade 1. Okay. Ama craft for that matter. Akiwa tukienda upande wa mason, anaweza jifunza akiwa very green na atoke akiwa the best masonry ama mason. Tuseme na akitoka atajisaidia na atajisaidia family zao. Okay. So ulitangulia kwa kusema kwamba uliajiriwa 1980. Good. What's the difference between experience ya zamani ya jela na sasa? Experience how you used to treat prisoners. Yes. How the prison work was. Okay. By then, let me say, ndio wakati hata sikujua nikiajiriwa, sikujua ni kazi gani ninakuja kufanya. Sikujua hata I was very green. Wacha nisise sikuwa najua ati kuna idara inaitwa prison. So nikaajiriwa, nikapelekwa college, nikafunzwa for all those 6 months. Alafu tukawa nini? By then they were 6, yes. Okay. So tukatumwa kwenye station kufanya kazi sasa. Okay. So let me say, wakati ule na wakati huu mambo imebadilika sana. By then tuseme mfungwa alikuwa treated vibaya kuliko saa hii by then. Sababu unakumbuka hata kiboko the capital, you know, this whatever, yes. Scaning of prisoners ilikuwa, lakini today it is not there. By then mambo ilikuwa ni mabaya. Facilities za jela zilikuwa ni duni sana. You can kumbuka ilikuwa inaitwa what, these big lorries with ya kubeba wire. Saa hizi watu wanaenda very comfortably wakiwa kwa bus, in case wanaenda kotini, wanaenda hospitali. So na mambo pahali wanalala kuko na godoro. Saa hii mfungwa tofauti ya labda upande wa chakula. Pia upande wa chakula iko tofauti sana. Sababu siku hizi naona wafungwa kuna jela nakuta wafungwa pia wana chakula, wanapewa mpaka matunda. Wakati yule hakukuwa na matunda. Lakini saa hii unakuta mfungwa karibu mara 3 kwa wiki anapata at least tunda. By then there was nothing like that here. Alafu chakula wakati ule ilikuwa mtu anawekewa tumafuta kivyake. Siku hizi chakula naona ni kama hoteli. Let me say, chakula inapikwa ni kama hoteli. Okay. So mambo imebadilika kabisa. Kwa malazi, kwa pahali wanalala, wards wanalala, kuna wale saa hii wanalalia vita. Does this story cover across the board to all prisons? Yes. Or ni labda Murang'a? No. Right now it's cutting all over. Karibu kila jela saa hii hakuna mfungwa ambaye analala chini kwa. Zamani ilikuwa ni floor, mkeka. Saa hii kila mfungwa akiingia anapewa a new mattress na blanketi kama ni 2. Uniform mpya. So analala comfortably. Okay. Sio kama zamani ulikuwa unalala hata bila blanketi. Okay. Yes. So mambo imebadilika. Ni sababu I don't know, mambo ya human rights wakati ilikuja, pia maofficers mindset zao zikawa nini? Changed. Baadhi ya zile vitu ambazo zimefanya jela ikabadilika ni kitu ambayo inaitwa human rights, because hata huku nje askari polisi akishika mtu na unasikia mtu akisema I know my rights. Yes. So what are some of these human rights ambazo zilikuja zika shift jela from what it used to be into the good prison now, good correctional facility now as they are? So wakati mambo na human rights ilikuja, imebadilisha jela sana maofficers wakawa educated about human rights. Kuna wale walipelekwa mashule mbalimbali wakakuja wakafunza wengine jinsi ya kutreat offenders. So offenders today are treated humanly. Kichapo kikaisha. So mfungwa anajua rights. Hata kuna wakati anaingia jela anafahamishwa rights zake zote. Okay.
kuanzia jinsi ya kuingia jela, jinsi ya kwenda kotini, jinsi ya akiwa mgonjwa, jinsi akiwa nini, akiwa offended. So all those wako na siku hizi ziko kwa jela. No. Do you have as a prison officer or as prison officers, do you have some special skills that you are trained at the prisons college in a way that kwa mfano sasa mimi nikiwa raia siwezi nikajua namna ya kudili na mfungwa kwa sababu mtu akiiba kule raia na tujue hapa ni kwa mtu mwizi, we tend to run away from that person. Okay, yes. Do you have, because you have brought a person that is an offender na amekuwa convicted na ni mtu ambaye ni muuaji, sisi kule tunamporoka. Do you have a special skill, you guys, that you used to rehabilitate that person? Yes, wacha niseme college wakati especially siku hizi mambo ni mengi na watu wenye wameajiriwa na kufanya kazi ya jela ni wasomi, na bado hata kama ni wasomi wakienda college kuna classes aina tofauti ambazo wanasoma kuhusu treatment of offenders. Kuna lessons kama hizo how to treat offenders. Kuna zingine zinaitwa what mambo na administration bado yanafunzwa pia, use of force vile inatakikana kwa je si excessively. Yes, mambo kama haya yale yako. Yes, so sijui niongeze niseme nini. So are you trained on how to self-defend yourself? Yes, another skill that we are taught at PSTC is about, let me say, self-defense. We are also taught about use of firearm. Nimejifunza mambo mengi nikiwa jela. I'm a professional karateka anyway. Only that my years umri sasa umeenda sana, nimesonga, lakini nikiwa very young nilijifunza hiyo self defense mpaka nikawa mwalimu wapi uko college na Nairobi area. So nimefunza watu self defense sa karateka by then. Mambo ni mingi, kuna mambo jinsi ya kutumia restraints kama mfungwa amekuwa violent. Restraints ni nini? Restraints ni kama vitu kama pingu. Kuna misipi ya in case mtu amekuwa violent vile anafungwa. There are those things that inazuia mtu violent kuwa na nguvu zaidi. So how does a normal day look to a prison officer? So amejipanga kuingia kazi, anaingia. So amekuja kazini na amejipanga vizuri. How does a normal day look like? Pia tukiwa college unafunzwa kuwa flexible. Sababu ukiamka asubuhi uingie jela, kazi inaweza tokea uende anywhere popote. Unaweza enda kotini na mpaka you have to be flexible. Na uwe sijui what mtu ambaye akitumwa pahali aulize swali. So wakati umeingia jela, ofisa wote anakuanga ako prepared to do kufanya kazi yoyote ambaye atapewa. Yes. What would happen if I'm expected kukuja kazi na sijafika? I mean, what would happen? Kwa kawaida just quickly, kuna sheria ambazo tunatumia pia hiyo cap night. Wakati mtu pengine ofisa amekosea, pia kuna hatua anaweza chukuliwa kisheria kulingana na cap night ama standing orders zetu za jela. Kuna kitu tunaita mtu amekosa kukuja kazi siku 2, siku 1, kuna warning, kuna mashtaka, anaweza vitu kama hizo ziko. So kuna mahali bado kuja. Yes. Kazi ya prison officer amekuja kazi. On a normal day inakaaje? Anakuja anapangwa naenda hapa, ama yeye ndiye anajipeleka, ama yeye ndiye anaamua leo sitaki kwenda hapa naenda hapa, ama how does it look? Normal. Kazi yetu ya jela iko na mpangilio. Kuna shifts. Kuna watu ambao wamepangwa kufanya usiku kwa wiki moja,
Kuna wale wamepangwa kufanya shift kwa wiki moja. Kuna wale wamepangwa kufanya siku nzima kwa wiki moja. So huwa inabadilika, na kila wakati wa Thursday kazi yetu hubadilika. So kwa wiki mzima utafanya hivi, next week utafanya shift ile, hiyo wiki ingine inaendanga hivyo, ni rotation. So uwezi jipanga kazi, ni kupangwa, unapangwa. Unless kumetokea kazi ya ghafla, pengine transfer of prisoners to another prison, kuna mambo tunaitaga escort duties. So when hizo, kuna wakati kazi inabadilika, wakati tuko na nini na kazi kama hiyo ya transfer, unajikuta umepangwa kigafla So let me ask you something. Yes. Hapa raia sisi tunaogopa jela kabisa, na in case mtu akija kukosea, yes, ile kitu watu hawaogopi kwa polisi, lakini wanaogopa mtu akija kusikia kwamba ataweza enda jela, heri hata mtu apotee usiku. Ni nini, mbona mtu asikuje jela? Ama would you advocate for watu kukuja jela zaidi, because of course they are your clients? Mr. Mureithi, hakuna kitu kizuri kama freedom. Freedom, kujitawala. Jela kila kitu ni unaangaliwa. Ukienda kwa shamba, ukienda wapi, ukienda hospitali, you are always under what? Supervision. So una freedom. So mtu wa raia, nisiseme ati afanye makosa akuje jela, sio kuzuri vile. Na jela ni tuseme imekuwa ni inaletwa wenye wamefanya makosa yale ya kubwa, makubwa. Ingawa pia kwa wakati mwingine tunasemanga jela ni kama hospitali, sababu you can be having a car, driving a car. Yes. Yeah? Kuna traffic offenses. Jela ni hospitali, so they say. Yes, inaweza kuwa ni kama hospitali, sababu you are not a criminal, you are driving a car, pengine your license ime expire. Maybe an hour ago, ukutane na traffic officer, mkose kusikizana, si unaletwa jela. So nikisema jela sio pahali pazuri sababu una freedom, alafu unapoteza wakati wako bure, alafu inakutenganisha na watu wako, familia. So sio pahali pazuri. Ingawa pengine baka wenye wamefanya makosa baka waletwa jela ndio tuwarekebi, ndio wakitoka jela waweze kuishi wema na raia. Because of interest of time. Good. Please do your final remarks. Face that camera. Okay, my final remarks ni kusema jela sio pahali pazuri pa mtu yeyote akiwa raia kutamani kuja, sababu kitu ya kwanza ni kukosa freedom, ya pili kutenganisha watu na jamii, ya tatu kupoteza muda wako bure, ambapo ungekuwa raia. Kama wewe ni mfanyi biashara na umefungwa, biashara yako sitakwama. So sio vizuri ukiwa uko raia utamani kuingia epukana na jela. Yes, that is my final remark. Prison is not the worst place to be, like a grave, nor is it the best place to be. So kama unaweza kaa kule raia bila kuvunja sheria ni vizuri, lakini pia ukivunja sheria kila kitu kiko na malipo yake. Thank you so much for having you here. Yep. And having your time. Okay. We don't take it for granted. Okay. And again, even giving us your experience. Okay. For the many years you served this country. I hope hata ukienda kule raia utaweza kueleza watu umuhimu wa kutovunja sheria. Ni kweli. Na watu nao pia wakakuelewe vizuri. Okay. Kuna allegations nyingi kule nje. Yes. Now we understand better. Thank you. There is a lot of things that we could have talked about. Thank you. Thank you very much. Thank you also for having me in this interview, and I feel humbled to be interviewed by Thank you, sir. People like you, Mr. People Mureithi. like you deserve some respect. Okay. Being a veteran is not easy. Okay. Otherwise, again, I want to thank the Fortune
Catherine, Okay. for accepting us for hosting us here. Okay. They provide all the facilities. They have a bar, they have a hotel, we have accommodation, they have conference hall, and we are really grateful. Thank you so much for sitting down with me. My name is Nick. See you soon. Thank you. See you. Please. Thank you very much, sir. Mr. Muriithi, thank you very much. Asante. Asante.